kijana maskini aitwaye Juma aliishi maisha ya tabu pamoja na mama yake mgonjwa. Kila siku walilala njaa, kila siku walichekwa na wanakijiji. Hatimaye Juma aliamua kutafuta msaada kwa mganga maarufu. Usiku wa giza aliingia kwenye pango lenye moshi mzito. Mganga akamwonyesha nyoka mkubwa wa kutisha. Nyoka huyo alitema pesa nyingi mbele ya macho yake, lakini akaweka masharti magumu ambayo lazima Juma ayafuate. Kuanzia siku hiyo maisha yake yakabadilika. Umasikini ukaisha, heshima ikarudi, na kila mtu akaanza kumwonea wivu. Lakini kila hatua aliyopiga mbele kulikuwa na kivuli cha hofu nyuma yake. Maana masharti ya nyoka hayakuwa ya kawaida. Je, nini kilitokea baada ya Juma kukubali siri ya utajiri huu, alama ya nyota? Kabla hatujaanza, tafadhali sana nisaidie kubonyeza ile like button pale chini, halafu subscribe ili usipitwe na simulizi zinazofuata. Umeshabonyeza? Sawa, sasa tuambie unatizama ukiwa wapi na sehemu ipi ya simulizi hii itakugusa zaidi. Haya, twende sasa kwenye hadithi yetu ya kusisimua. Kijana mmoja aitwaye Juma aliishi na mama yake mjane katika kijiji kidogo cha pembezoni mwa mji. Maisha yao yalikuwa ya taabu sana. Walilala kwenye nyumba ya udongo, paa likivuja kila mvua, na chakula kilipatikana mara moja tu kwa siku. Juma: mama, mpaka lini tutaendelea kula ugali wa chumvi tu? Wenzangu wote wanavaa vizuri, wanaenda mjini, mimi nimesalia hapa. Mama: mwanangu, uvumilivu ni nguo ya maskini. Mungu atafungua njia. Lakini moyo wa Juma ulikuwa umejaa majonzi. Kila alipoangalia vijana wa kijijini waliokuwa wakija na magari ya kifahari, alijiuliza, kwa nini mimi nisifanikiwe? Siku moja Juma alisikia vijana wakinong'ona sokoni, yule kijana wa Kihonda alifanikiwa, eti alikwenda kwa mganga akapewa nyoka wa pesa. Sasa kila siku anazidi kuwa tajiri. Moyo wa Juma ulidunda kwa kasi. Usiku ule alimwambia mama yake, Juma: mama, nimechoka na umasikini huu. Nimesikia kuna mganga mbali kijijini anatoa nyoka wa utajiri. Naomba twende. Mama: mwanangu, hizo ni njia hatari. Unaweza kupoteza maisha. Juma: lakini mama, bora nikufe nikijaribu kuliko kuishi nikiangalia mateso yako kila siku. Kwa macho yenye machozi mama yake alikubali. Safari yao iliendelea hadi kijiji cha mbali. Walipofika, waliona nyumba ya mganga imezungukwa na miti mikubwa, moshi wa ubani ukiyeyuka angani, na ngoma ndogo ikipigwa taratibu ndani. Mganga alikuwa mzee wa makamo, macho yake yakiwa mekundu. Alipowatazama alisema kwa sauti nzito, karibuni. Nyota yenu imejaa mateso, lakini leo mnaweza kuipindua. Aliwapeleka kwenye chumba cha giza, akatoa sanduku jeusi. Ndani yake alikuwepo nyoka mkubwa wa kijani, macho yake yakimetameta kama makaa ya moto. Mganga akasema, huyu ndiye nyoka wa utajiri. Atakuletea pesa nyingi kuliko unavyoweza kufikiria. Lakini lazima ukubali masharti yake. Masharti yalikuwa mazito. Kila mwezi Juma alitakiwa kumchinjia kuku wa damu nyekundu na kumwaga damu karibu na sanduku. Asimletee mwanamke yeyote nyumbani. Nyoka alikuwa na wivu. Asidhubutu kumdharau au kupuuza amri zake. Juma: na kama nikikiuka, mganga, utaangamia. Nyoka atakula nafsi yako. Huna pa kukimbilia. Kwa moyo ulioshikiliwa na tamaa, Juma alikubali. Mama yake akabaki kimya, akitetemeka kwa hofu. Usiku wa kwanza nyoka alitoka kwenye sanduku, akatembea hadi katikati ya chumba. Alipofumbua mdomo wake, akaanza kutema noti mpya. Pesa nyingi zikajaa sakafuni. Juma: mama, angalia, tumeokoka. Tazama hizi pesa. Mama akiwa na machozi: mwanangu, Mungu atusamehe, lakini kweli tumepona kutoka njaa. Kuanzia siku hiyo maisha yao yalibadilika. Wakanunua chakula kizuri, nguo mpya, na hatimaye wakajenga nyumba ya kisasa kijijini. Juma alianza kuheshimika kijijini. Alinunua gari, akaanza kufanya biashara mjini. Lakini kila mwezi alikumbuka masharti ya nyoka.
Alimtolea kafara na nyoka akaendelea kumtemea pesa. Mama yake aliishi kwa hofu, lakini alibaki kimya kwa sababu hataki kurudi kwenye umasikini. Miaka 2 ilikuwa imepita tangu Juma akubali masharti ya nyoka wa mganga. Katika kipindi hicho kifupi, maisha yake yalibadilika kwa kiwango ambacho hata yeye mwenyewe wakati mwingine hakuamini. Nyumba yao ya matope ilibomolewa na badala yake akajenga nyumba ya kisasa yenye bati jipya na milango ya chuma. Mama yake aliishi kwa furaha akiwa na afya njema baada ya kupata matibabu bora mjini. Vijana wa kijiji waliokuwa wakimcheka waligeuka kuwa watu wa kumpigia saluti kila alipopita. Sasa Juma hakuwa yule kijana maskini tena, alikuwa mtu mwenye heshima, mwenye mali, na kila binti wa kijijini na vijiji jirani walitamani kuolewa naye. Lakini Juma hakuwahi kuwa na haraka. Ndani ya moyo wake alihisi bado hajampata mtu sahihi. Siku moja Juma alisafiri mjini kwa ajili ya biashara ya mahindi. Akiwa sokoni, macho yake yakagongana na binti mmoja mrembo aliyekuwa akiuza matunda. Alikuwa na macho makubwa yenye nuru, nywele ndefu zilizofungwa vizuri, na tabasamu ambalo liliangaza hata katikati ya jua kali la mchana. Juma alisimama kwa muda akihisi kama dunia imepoteza kelele zake zote. "Karibu ndugu yangu, chukua machungwa, ni matamu sana leo," binti alimwambia kwa sauti nyororo. Juma hakujua alichojibu mara ya kwanza, moyo wake ulikuwa ukipiga kwa kasi isiyo ya kawaida. Alijikuta akinunua kikapu kizima cha matunda, si kwa sababu alihitaji, bali kwa sababu alitaka tu kusikia tena sauti ya binti huyo. Jina lake lilikuwa Asha. Alikuwa yatima aliyebaki na dada yake mdogo tu, wakijihangaisha kuuza matunda ili kuendesha maisha. Tofauti na wasichana wengi aliokuwa amewaona mjini, Asha hakuwa na majivuno wala tamaa. Macho yake yalikuwa na unyenyekevu, lakini ndani yake kulikuwa na hekima kubwa. Kuanzia siku hiyo, Juma alianza kutafuta kila sababu ya kurudi sokoni. Kila mara angejitokeza akinunua kitu chochote, mradi tu aone tabasamu la Asha. Mara moja, mara mbili, hadi Asha mwenyewe akaanza kushangaa. "Lakini wewe ndugu yangu, kila siku unanunua machungwa haya, kweli unakula yote?" alimuuliza kwa tabasamu dogo. Juma akacheka kisha akasema, "Labda siyali yote, lakini wewe unayauza kwa namna ambayo ninahisi ni lazima niyanunue." Maneno hayo yakamfanya Asha asijue cha kujibu. Alishusha macho kwa aibu, lakini ndani ya moyo wake alihisi joto jipya ambalo hakuwahi kulipata. Miezi ikapita na taratibu uhusiano wa Juma na Asha ukaanza kuota mizizi. Hawakukimbilia mapenzi kwa ghafla, bali walizungumza mara nyingi, wakashirikiana mawazo, wakahadithiana ndoto zao za baadaye. Kwa mara ya kwanza tangu apate utajiri, Juma alihisi furaha ya kweli isiyohusiana na mali. Alimwangalia Asha na kuona maisha yenye maana. Siku moja walikuwa wamekaa pembeni ya mto baada ya sokoni kuisha. Juma akamwambia, "Asha, nimekutana na watu wengi, lakini sijawahi kukutana na mtu anayenifanya nione dunia kwa macho mapya kama wewe. Wewe sio tu mrembo, bali moyo wako ni safi. Najua watu wataniona kama nina kila kitu, lakini ndani ya moyo wangu nilikuwa na upweke mkubwa. Tangu nikutane nawe, upweke huo umetoweka." Asha akabaki kimya, akishusha macho, kisha kwa sauti ya chini akasema, Juma, mimi sina chochote cha kukupa. Mimi ni msichana wa kawaida tu, ninayeuza matunda kwa ajili ya kuishi." Juma akashika mkono wake kwa upole na kumjibu, "Mimi sihitaji mali kutoka kwako. Ninachohitaji ni moyo wako." Mama yake Juma. Wakati huo huo, mama yake Juma naye alimwona mwanaye akibadilika. Aliona tabasamu jipya ambalo halikutokana na pesa wala nyumba kubwa, bali kutokana na mapenzi aliyoyapata. Siku moja mama yake alimuuliza, "Juma mwanangu, ni nani huyu ninayemsikia ukimtaja mara kwa mara?" Juma akatabasamu na kusema, "Ni binti anayeitwa Asha mama. Yeye ndiye ananifanya nihisi kama maisha yangu sasa yana maana." Mama yake akatikisa kichwa, macho yake yakijaa machozi ya furaha. "Mwanangu, nimekuwa nikiomba siku moja uipate furaha ya kweli. Mali zote ulizo nazo hazikuwa zikikupa amani, lakini sasa naona umeipata kwa kupitia huyu binti.
Ikiwa anakufanya uwe na furaha, basi anaweza pia kunifanya na mimi niwe na furaha. Juma kuamua kumuoa. Kadri miezi ilivyoendelea, Juma alihisi hakuna sababu ya kuchelewa. Kila alipomwona Asha akihangaika sokoni, alitamani kumchukua na kumpa maisha mazuri. Kila walipozungumza, alihisi kama muda unasimama. Hatimaye siku moja jioni, walipokuwa wakitembea taratibu kando ya shamba, upepo mdogo ukipuliza nywele za Asha, Juma akasimama na kusema kwa dhati, Asha, nimetumia muda mrefu nikitafuta mtu wa kushiriki naye maisha yangu. Na sasa najua bila shaka huyo mtu ni wewe. Siwezi kufikiria siku zangu za baadaye bila wewe kuwa karibu yangu. Nataka nikulinde, nikuheshimu na nikupende maisha yangu yote. Na kuomba Asha, uwe mke wangu. Asha alishtuka, macho yake yakijaa machozi. Alikuwa hajawahi kufikiria kwamba kijana mwenye heshima kubwa kama Juma anaweza kumtamani yeye, msichana maskini asiye na chochote. Kwa muda mrefu alinyamaza, kisha akamwangalia Juma na kusema kwa sauti ya kutetemeka, Juma, mimi sina kitu cha kukupa, lakini moyo wangu ni wako. Nipo tayari kuwa na wewe. Kuanzia siku hiyo, Juma hakusita tena. Alianza kupanga ndoto za ndoa, akampeleka Asha kwa mama yake na wote wakakubaliana kwamba huu ulikuwa mwanzo wa maisha mapya. Kwa mara ya kwanza tangu kuupata utajiri, Juma alihisi amepata kitu ambacho hata pesa za nyoka zisingeweza kumpa, upendo wa kweli. Usiku wa harusi, baada ya shamra kumalizika, Juma na mkewe walipoingia chumbani, giza lilitanda ghafla. Upepo mkali ukaanza kuvuma kupitia madirisha yaliyokuwa yamefungwa. Ndipo nyoka mkubwa alijitokeza, akatoka kwenye kivuli, macho yake yakimetameta kwa rangi nyekundu kama moto. Nyoka akafoka kwa sauti nzito, Juma, umenisaliti. Nilikuonya usiniletee mwanamke na sasa umevunja kiapo. Mke wa Juma alipiga kelele, akajaribu kukimbia, lakini mlango ukajifunga wenyewe. Juma akainua mikono juu akilia kwa hofu, tafadhali nisamehe. Nitakupa sadaka mara 2 mara 3. Usiniue. Lakini nyoka alicheka kwa sauti ya ajabu, una tena nafasi ya kafara. Mali zote ni zangu sasa na roho zenu ni chakula changu. Ghafla nyoka akapanuka mara 2, akafunua midomo yake mikubwa, ikajaa giza na upepo mkali. Kwa sekunde chache akamkamata mke wa Juma kwa mkia wake, akamzungusha hewani, kisha akammeza mzima kwa kishindo cha kutisha. Juma akalia kwa uchungu, hapana, usimchukue yeye, aichukua mimi. Lakini nyoka akamgeukia, macho yake yakitoa cheche. Kwa pigo moja la mkia, Juma akatupwa sakafuni, na kabla hajapumua tena, nyoka akafunua mdomo wake mkubwa na kummaliza mzima. Chumba kizima kikafunikwa na giza, pesa zote zilizokuwa zikimwagwa zikageuka kuwa majivu. Asubuhi yake, mama yake aliporudi nyumbani, alikuta nyumba ikiwa tupu, vumbi pekee na majivu ya pesa. Hakukuwa na Juma wala binti aliyekuwa mke wake. Ni ukimya wa kutisha pekee uliobaki. Kwa machozi akasema, tumekimbilia kwenye utajiri wa giza, lakini tumepoteza kila kitu. Mwanangu, heri tungeishi kwenye umasikini kuliko kutafuta pesa za nyoka. Na simulizi ikafungwa kwa ujumbe, pesa za nyoka huja na masharti mazito. Zinaweza kukuinua ghafla, lakini mwisho wake ni giza na kifo.